Bwana, ule msemo wa mwakani tena nadhani unakwenda kutimia kwa namna ambavyo Engineer Hersi Said amekasirika. Engineer Hersi Said ameonyesha ana hasira kweli kweli. Basi hapa ndipo ambapo tunapaswa kumpa heshima na weledi una umakini ambao amekuwa akiupata. Yes, Ospapen. Yes, baada ya masaa machache baada ya Young Africans kumtambulisha goal mashine ya kazi, mtu chuma mtu jiwe kutoka katika ardhi ya Masandawana kule Mamelodi Sundowns, kwanza imekuwa ni supply. Sasa goal machine Peter Shalulile, Namibian boy ambaye kule Afrika ya Kusini wao wanamuita goal machine, mwisho amefunguka mazito sana baada ya kutinga kwenye uzi wa njano na kijani katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Mzee wa malume, yani Peter Shalulile ndiye ambaye alianza zile style zake za malume boy. So this time around wananchi wamemtangaza kama mchezaji halali wa klabu yao pale Jangwani, akiwa sehemu ya kikosi ambaye atakuwa anacheza nafasi ya striker. Sasa kuna wachezaji, kuna Sheikh Brad Kit pamoja na Peter Shalulile. Hawa ni wachezaji ambao wa daraja ya juu sana kwa barani Afrika. Yaani kwenye madaraja ya juu basi tunawataja wachezaji ambao ni wachezaji wa madaraja ya juu barani Afrika. Peter Shalulile ambaye aliongoza safari ya kuwakanda National Al Ahly chuma 5-0 dhidi ya Mamelodi Sundowns, leo yupo katika uzi wa njano na kijani. Hapa ni baadhi ya mahojiano ambayo amefanya na waandishi wa habari. Peter Shalulile baada ya kujoin na kufika airport na kuungana na wenzake pale Avic Town Village, yani katika kiwanja cha mazoezi cha Avic Town, na kutambulishwa rasmi. Sasa Peter Shalulile ametoa ya moyoni na kuzungumza mengi sana. Nikusihi tu katika video hii ungana na mimi ili uweze kusikia yale machache kati ya mengi ambao Peter Shalulile amezungumza, ya muhimu sana. Of course yamewachanganya watu wengi, yamewashtua watu wengi, na wengi wameshangazwa sana. Kwa hiyo niseme tu ni wakati ambao kila mmoja anacheza na hesabu zake, kila mmoja anashtuka kwa wakati wake. Peter Shalulile ameulizwa kwa nini kuichagua Young Africans aliyakuwa kuna virabu vingi ambavyo vilikuwa vinamhitaji. Kwa nini umechagua Young Africans aliyakuwa kulikuwa kuna timu kama Simba pia ilikuwa inamhitaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeulizwa, lakini pia mpango wake katika klabu ya soka Young Africans ni upi, yani kipi ambacho amewaandalia wananchi. Lakini pia anasema kwa aina ya wachezaji waliosajiliwa anadhani anaweza akafanya vizuri katika klabu ya soka Young Africans. Basi na haya yalikuwa ni majibu ambayo aliyatoa Peter Shalulile. Peter Shalulile bwana ni Mnamibia, anaongea lugha ya Kiingereza, lakini pia kutokana na malezi yake au maisha yake ya kuishi Afrika Kusini, tayari ashakuwa ni mtu wa Zulu Mbonani, anajua sana Kizulu, kwa hiyo anakiongea sana. So katika nikinukuu katika yale ambayo alizungumza kwa lugha adhim iliyokuja na ndege, lugha ya Kiingereza. Swali la kwanza akijibu kwamba kwa nini alichagua Young Africans, kulikuwa na timu nyingi ambazo zinamhitaji ikiwemo Simba Sports Club, na katika speech yake alitaja Simba. Sasa hapo ndipo ambapo amewachanganya wengi. Sasa Peter Shalulile amezungumza haya, anasema at the moment when Simba Sports Club sent to me the offer of me to join with the club, I was still on the contract with the Mamelodi Sundowns. So after my contract to be in Young Africans, they sent offer finally, and I was a free agent. And also as my management was check about those offer that he sent with those two clubs, means Young Africans and Simba Sports Club, and also according to my dream, purpose, and the future, try to look for the new project that can favor me to be strongly and also to proceed with my talent. So Simba Sports Club, they comes before my contract, but after my contract Young Africans comes. So no matter what, I selected to join with the Young Africans. Anasema wakati Simba
wanatuma ofa ni wakati ambao alikuwa bado yupo kwenye mkataba na Mamelodi Sundowns, ambao mkataba ule ulikuwa umebakisha miezi kadhaa. Sasa hakuweza kurespond kwa sababu ule mkataba asingeweza kuvunja kwa wakati ambao Simba walikuwa bado wapo kwenye Mamelodi Sundowns walikuwa bado kwenye mkataba. Kwa hiyo wakati mkataba wake unamalizika ndio ofa ya Young Africans ilikuja, umeona? Na ukilinganisha pia ile ofa inakuja ilikuwa ni kubwa kuliko ile ya Simba akiwa kwenye mkataba. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa yeye kurespond changes na kuweza kutua kwenye klabu ya Young Africans. Lakini pia kwa namna ambavyo alifanya uchunguzi, management yake ilivyofanya uchunguzi kuangalia ofa iliyotumwa, alikuja kugundua kwamba ofa inamfavor zaidi. Ofa ni kubwa sana ambayo ilikuwa inamfavor. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana kwa yeye kuresponse, kwa sababu pia ni miongoni mwa watu ambao wanalenga zaidi kutaka kupata ofa ambayo inaweza ikamsaidia yeye kwenye namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwa wakati ule isingekuwa rahisi kwa Simba kuweza kumpata. Kwa hiyo kama free agent, Yanga amemkuta ni free agent, then wamemchukua. Maana yake wamepata bahati kwamba ofa yao inakuja wakati ambao tayari Peter ameshaaga klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns. Swali la pili ni kwamba Peter Shalulile yeye matarajio yake kwenye klabu ambayo haijawa na uzoefu mkubwa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hasa katika hatua ambazo klabu yake imekuwa ikicheza, yani klabu ya Mamelodi Sundowns, mfano robo finali, nusu finali na finali pia. Yeye Peter anakuja kucheza timu ambayo inawezekana kwenye michuano ya kimataifa ina pressure la namna hiyo. Yeye ataisave vipi? Basi nitanukuu tena kutokana na alichokizungumza. Peter Shalulile anasema kwamba challenges always is the temptation of anybody, and we believe that the places that there is challenges, the place that there is successes. So Young Africans, they choose place that have challenges so as to make sure they become strongly, because the challenges cook you to be strongly and to be mature. So Young Africans, for their long time of football in CAF Champions, always they reach to group stage, and I'm an experienced player and I know much about experience tournament of CAF Champions League. So by sharing my experience with the head coach, who is Emmanuel Bangliti, and his technical benches, also others player like Sheikh Traore and others like Zakwan and Zangwanda, we can share our experience. Also Stefan Aziz, can we make sure Young Africans to be toughness club and a strongly club. So this is our passion, this is our future. So myself, can't I save them without their support? So support is our thing and can make us to be strongly. So I think it will be fine and it's better for all Young Africans fans and the Young Africans footballer to be together in this time to make sure that we're going to fight for the toughness opponent in CAF Champions League, like AS FAR Rabat, CR Belouizdad, Pyramid and the others. Ni maneno mafupi na machache mazito ya Shalulile pia kwenye kulitetea chama lake la sasa, kwamba ni kweli kwa muda mrefu history inazungumza kwamba Young Africans hawajashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na inatoa tafsiri kwamba wameishia makundi sana, lakini sio yeye peke yake ambaye anaweza kuisaidia Young Africans, lakini kuna namna nyingine ambayo inaweza ikawafanya kuwa imara kwa kushirikiana zaidi. Benchi la ufundi ambalo pia limekuwa na uzoefu wa kucheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wachezaji kama Sheikh Nadeaki, Traore, lakini pia Zakwane, Zangwanda, Stefan Aziz na wengine wanaweza kuijenga ile Yanga ambayo watu wamekuwa wakiiota, kwa sababu inaonekana ni Yanga ambayo ipo kwenye ndoto za watu wengi sana. Kwa hiyo anaamini kwamba kwa kushare experience, kwa kushare umoja, ile kasi, weledi, nadhani wanaweza wakawa sawa. Kwa hiyo kwake yeye anaamini kwamba Young Africans inaweza ikawa bora kama watashare experience, watakuwa pamoja na watafanya jambo ambalo ni la kimsingi. Kwa hiyo Peter Shalulile
achange sura kwa upasuaji wa prostate. Anaamini kwamba ubora upo pale pale. Kwa hiyo maswali yake, anaamini kwamba kama timu imeamua kujilipua kuchukua wachezaji ambao ni quality, maana yake ina project nzito sana kuelekea ligi ya mabingwa barani Afrika. Yes, Peter Shalulile, the goal machine, Namibian boy from Trans-Saharan desert, kutoka kwenye ukanda wa jangwa la Sahara huko Namibia mpaka Afrika ya Kusini na kuswitch off mpaka Afrika Mashariki kule kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mitaa ya Twiga na Jangwani. Ni version kubwa sana kwa Young Africans. Ni maendeleo makubwa sana kwa Young Africans, kwa sababu ukiwataja mastrika makatili barani Afrika, ukiacha kulitaja jina la Peter Shalulile, basi utakuwa una chuki zako binafsi. The ladies and gentlemen, this is time of Young Africans to show what they have. Hii ni haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi, lakini kwa sasa Young Africans wapo juu zaidi. Yes, tukubali tu kwamba wamepiga hatua ndefu kidogo, na tusubiri tuone watafanya nini katika michuano hiyo. Ladies and gentlemen, the house in the building. Kumbusha kushare, kusubscribe, kulike na kucomment ili tuweze kufika mbali zaidi. Young Africans ya msimu unaokuja inaweza ikawa ya moto kweli kweli.